بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tungali tunaendelea na mlango wa an-najasat katika kitabu Fiqh Sunna, lakini kabla ya kuendelea ningefahamisha wazi kwa wale ambao hawakunifahamu katika darasa za nyuma zilizopita tulipokuwa tukizungumza juu masala ya mbwa katika mlango wa najasat kwenye hadithi za walagha alkalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilu 7 marrat ulahuna biturab. Tulipozungumza juu ya najisi ya mbwa katika kinywa chake anaporamba katika chombo cha maji, tuligusia kwamba kwa madhehebu ya Imam Malik mbwa inakuwa ni kitoweo. Basi nikasema siku ile ya kwamba huu sio mlango wa maakulati. Inshallah siku tutakayofika katika mlango unaohusiana na vyakula tutaeleza hapo fatawa mbalimbali zilizotoka kwa maulama, ikiwemo fatwa ya Imam Malik kwa nini akasema mbwa kwake ni kitoweo. Kuna wengine kumbe walifahamu kwamba Ijumaa inayofuatia ndio nitaeleza vile. La, sikusudia vile, nilikusudia kwamba tukifika siku yake. Lakini sasa tunazungumza mlango wa najasati. Nikieleza mlango wa mambo ya kula tutachukua siku chungu nzima, tutapoteza wakati. Sasa tudumu kwanza katika mlango huu wa najasati, na inshallah tutafika siku moja katika maudhui hiyo kuhusu habari ya vyakula, kipi halali kipi haramu. Tukiwa tunaendelea katika mlango huu, kabla ya kumaliza mlango, mwenye kitabu cha Fiqh Sunna al-Imam Sayyid Sabiq ameweka kifungu hichi cha fawaidun takthuru al-hajatu ilaiha, faida ambazo imekithiri mno haja kuzitambua faida hizo watu. Faida ya 4 tulimalizia kwenye faida ya 3, na leo tunaondokea kwenye nambari 4. Anasema la yajibu ghasli ma asabahu tinu shawari', si lazim kukosha kitu ambacho kimeingia dongo la njiani. Kwa mfano, mvua imenyesha yakawa maji mengi yanatiririka katika njia, maji yale yamechanganyika na udongo. Basi si lazim, kama mtu atakuwa anakwenda mvuani, si lazim kukosha kitu ambacho kimeingia udongo wa njiani, ikiwa hana wasiwasi kwamba maji yale labda yamechanganyika na karo nyingine za uchafu. Ikiwa anahisi kwamba hapa maji haya ni safi kabisa ya mvua tu, ama yakichanganyika na maji mengine kama tunavyoelewa katika miji yetu hii, hapo masala mengine. Tunazungumza maji ya mvua na udongo tu. La yajibu ghasli ma asabahu tinu shawari', si lazima kukikosha au kukosha pahala ambapo pameingia udongo wa njiani, kama vile mvua imenyesha mtu akawa amekwenda kwenye maji ya mvua. Qala Kamail ibn Ziyad, amesema mwanachuoni bwana Kamail ibn Ziyad kwamba raaitu Aliyan radhiyallahu anhu, nilimuona Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Mwenyezi Mungu amwiradhi, yakhudhu tina ash-shawari' au tina al-matar, anazamisha miguu yake ndani ya dongo la mvua. Mvua imenyesha kubwa, anakwenda Sayyidina Ali ndani ya udongo, anakanyaga maji, anakwenda. Thumma dakhala al-masjid fa salla, kisha nikamuona anaingia msikitini na akaswali. Walam yaghsil rijlaihi, na wala hakukosha miguu yake, imekuwa katoka ndani ya maji ya mvua kaingia msikitini ameswali. Haya ni mambo ambayo yanatakikana ndani yake na hisia na maarifa ya binadamu. Unaangalia maji yenyewe yalivyo, na unaangalia kwa makini utakanyaga nini msikitini.
Si kama tena imekuwa ni fatwa hiyo mtu anaweza kuingia karoa chapa tena akae msikitini hajakuwa karoa, kwa sababu fatwa zipo. Msikiti kwa Mtume kama tunavyojua haukutandikwa kitu, ilikuwa inakuwa yale maji kwa hakika hayaathiri kama mtu ataingia na miguu maji ndani ya mchanga mtupu, hayaathiri kitu. Lakini katika misikiti ambayo ndani yake na mabusati na mazulia, kama unaingia umeroa, wallahi utachafua. Na haya mazulia haya kama yatagusa maji, harufu yake utafikiri mkojo hasa, hayachukui maji kabisa. Kwa hivyo ni mambo ambayo atakiwa binadamu awe na maarifa, najua wapi anaingia, nini anafanya. Kitu muhimu kinachozungumzwa hapa ni udongo wa njiani sio najisi, maji ya mvua sio najisi. Sayyidina Ali bin Abi Talib amezamisha miguu yake, anatembea ndani ya maji ya mvua, kisha akaingia msikitini na akaswali, hakutawadha kwa sababu hajagusa najisi. Na haya ni pale unapohakikisha kwamba hii ni mvua safi, huu ni udongo wa mvua safi makanyaga. Na sio kama unakwenda majiani, unapita mahala karo zinafoka, maji yamechanganyika, unahisi hata maji machafu. Sio hivyo, tunazungumza mvua tupu. Na binadamu huwa anajua kwamba sasa ninakwenda kwa kwenye maji ya mvua matupu, na sasa nishaingia kwenye maji mengine. Faida ya 5 katika faida ambazo haja imekuwa ni nyingi mno kwamba zijulikane: idhan sarafa ar-rajulu min salati, pindi ameondoka mtu kwenye swala kaimaliza, na kwa bahati raa ala thawbihi, akaona juu ya nguo yake, au badanihi, au juu ya mwili wake, najasatan, ameiona najis, lam yakun aliman biha, hakuwa yeye akijua najisi hiyo kwamba anayo. Kisha maliza kuswali ndo anaiona, ama kwenye nguo au kwenye mwili. Lam yakun aliman biha, najisi hiyo hakuwa yeye kabisa akijua kwamba anayo. Au kana yaalamuha, au alikuwa akijua kwamba katika nguo yangu mna najis au katika mwili wangu mna najis, walakinahu nasiyaha, lakini alisahau kuiondosha najisi ile. Kipindi cha sala kikaingia, ikawa kajisahaulia, akaingia kwenye sala, baada ya kumaliza kuswali ndo akaiona, kumbe sikuwahi kuondosha najisi hii, mimi nimeswali hivi hivi tu. Au lam yansiha, au hakuisahau najisi hiyo, walakinahu ajaza an izalatiha, lakini alishindwa kuiondosha. Kajitahidi, kasugua wewe hata, au hakukipata cha kuondosha najisi ile kwa hali iliyo. Kwa hali yoyote ni kwamba ameshindwa kuiondosha najisi ile. Kwanza hakujijua kwamba ana najisi, pili alijua kwamba ana najisi lakini alisahau, tatu alijua kwamba anayo najisi na hakuisahau lakini alishindwa kuiondosha. Anasema Said Sabiq, fa salatuhu sahihatun, sala yake aliyokwisha kuisali inakuwa ni sahihi, wala i'adata alayhi, na wala hakuna lazima ya kuirejesha sala hiyo juu yake. Kwa nini Said Sabiq akasema hivyo? Ameka dalili aya ya Qur'ani ifuatayo. Anasema liqaulihi ta'ala, kwa sababu ya tamko lake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema laisa alaikum junahun, hakuna juu yenu ubaya, hakuna juu yenu lawama, hakuna juu yenu makosa. Junahun, makosa, ubaya, lawama, fima akhtatum bih, katika lile ambalo mmelitenda kwa kulikosea sana kusudi. Aya hii kaendelea mbele yake, walakin ma ta'ammadat bihi qulubukum, lakini Mwenyezi Mungu atakuandikieni madhambi kwa lile ambalo umelitenda kwa makusudi. Aya hii imekuwa ni lafzi aamun, ni tamko ambalo limekusanya nyakati zote na hali zote, haikuhusishwa na sababu nuzuli ya kitu fulani, bali Mwenyezi Mungu amefunga laisa alaikum junahun fi ma akhtatum bi,
hakuna juu yenu lawama kwa lolote ambalo nyinyi mmelitenda kwa kukosea, na kalamu imeondoshwa au imenyanyuliwa kuandika dhambi za mtu, madhal anatenda amesahau, anatenda hakujua amekosea, kalamu imeondoshwa, haandiki dhambi. Hapo ndipo alipopaegemea Imam Said Sabiq. Na chini chini anasema wa hadha ma afta bihi, na kauli hii ambayo mimi ndo nilotolea fatwa ndivyo walivyotolea jawabu minas sahabati wat tabi'in, kuanzia masahaba na matabiina vile vile, ingawa baadhi ya madhahib hayakubaliani na hayo. Madhehebu ya watu wa Shafi hayakubaliani na hayo, kwamba mtu ameswali kisha baadaye akagundua najis kwenye nguo yake au kwenye mwili wake. Kwa madhehebu ya Kishafi inakuwa ni lazim kurejesha swala ile upya. Lakini Sabiq anasema hivi ninavyosema kwa kuegemeza kwenye aya ya Qur'an dalili yangu, ndivyo walivyotoa fatwa jambo hilo minas sahabati, kuanzia masahaba wa tabi'ina na hata wale waliofuatia masahaba vile vile. Hivyo ndivyo walivyojibia. Faida ya 6, man khafiya alayhi mawdi'u an-najasa, mtu ambaye imefichikana kwake pahala gani najisi ilipo, min athawbi, katika nguo. Mathalan analea wanawe nyumbani, mtoto ametia nguo mkojo na nguo zimefanana, hususan nguo za wanawake, kanga zote sawa sawa, hii na hii sawa sawa, au suruali za wanaume, vitambaa vyote vya usawa sawa, hujui ni ipi hasa, au kanzu zote nyeupe, hujui ni ipi hasa mtoto alikojolea, umeshajisahaulia na shakauka na huna dalili ni ipi hasa yenye najis. Basi anasema man khafiya alayhi mawdhi'u an-najasa, mtu ambaye pamefichikana juu yake pahala gani najisi imeingia, mina thawbi, katika nguo, wajaba alayhi ghaslihi kulli, itawajibika nguo ile kuifua yote. Kama ni moja nguo ile anataka kusalia na hajui ni wapi pale palipoingia najisi, ama hapa itawajibika aifue yote sasa. Ama akipajua ni pale anapaona, basi pale pale palipoingia mkojo atapafikita pale pale, atapakosha. Na kama mtoto mchanga wenyewe, kama tulivyosema, kama atakuwa mdogo sana, hajaanza kutafuna vyakula, ananyonya tu, basi imepewa takhfifu ya kunyunyiza maji kwa mtoto mchanga wa kiume. Ama mtoto mchanga wa kike, hata kama hajaanza kunyonya, mkojo wake una kasi zaidi, inabidi pasaguliwe. Lakini kama pamefichikana pale pahala hapajui ni wapi, na atakusalia nguo ile hawezi kuisalia kama hapajui ni wapi, itabidi tohara yake si kwa kubahatisha, itabidi aifue yote nzima. Sasa man khafiya alayhi mawdhi'u an-najasa, yule ambaye pamefichikana juu yake pahala penye najisi min athawbi, katika nguo, wajaba alayhi ghaslihi kulli, itawajibika juu yake kuifua nguo yote, li'annahu la sabil, kwa sababu hakuna njia, ila ilmi bitayakkuni at-taharati, njia itakayopelekea yakinifu wa tahara, illa bighaslihi jami'a, isipokuwa ni kuifua nguo yote. Hapo mtu ndo anapata yakini kwamba nguo chako safi. Ama kwa kubahatisha hapati yakini, labda hapa ngoja nitie maji hapa, hapana, nitaongeza kidogo, mimi nafikiria hapa nitaongeza, nitatia mpaka hapa maji, hapana, bado si yakini. Hapa inawajibika kuifua nguo yote, kwa sababu la sabila ila al-ilmi bitayakkuni at-tahara, hakuna njia itakayopelekea ujuzi wa yakini ya usafi wa nguo ile, illa bighaslihi jami'a, isipokuwa kuifua yote. Fahuwa min babi, jambo hili limetiwa kwenye mlango wa usulul fiqh, mlango usemao ma la yatimu alwajib, jambo lolote ambalo hautotimia wajibu illa bihi, ila lifanywe hilo,
fahuwa wajib, basi lazima lifanywe hilo. Ma la yatimu alwajibu illa bihi. Katika usulul fiqh, wanavyoni wa usulul fiqh wanasema jambo lolote ambalo hautimii wajibu wake ila lifanywe hilo, basi fahuwa wajib, jambo hilo ni lazima lifanywe. Nguo imeingia najis, tohara haitopatikana ila kwa kukoshwa, basi imekuwa ni wajibu ikoshwe. Sasa madhali mtu hapajui ni pahala gani palipoingia najisi, ama kama anapajua basi atapakosha pale palipoingia najisi. Faida ya 7 ambayo ni faida ya mwisho katika faida alizokusanya Said Sabiq kwenye kufungia mlango wa najasa, anasema inishtabaha at-tahiru min ath-thiyabi bin-najas. Hindi mathalan imeshabihiana nguo iliyo safi kutokana na ile iliyokuwa na najis, sawa sawa. Kanzu, kanga, ile iliyokuwa na najis na iliyokuwa tahir, zote imekuwa copy to right. Inishtabaha at-tahiru min ath-thiyabi bin-najas, kama zimeshabihiana zilizokuwa safi katika nguo, zimeshabihiana sawa sawa kisura na zile ambazo zina najis minha katika nguo hizo, basi yataharra, mtu atajitahidi kuifikiria ni ipi hasa yenye najisi hapa, maana zote ni sawa sawa. Hii ya safi na ya najis zote sawa sawa. Atajitahidi kutizama kama kuna maji, kutizama kama kuna harufu angalau, atajitahidi. Na kipindi kimefika na anaogopa kitamtoka kipindi, na hapo alipo hana nguo nyingine isipokuwa hizo. Yataharra, atajitahidi kuchungua ni ipi hasa iliyokuwa inaelekea. Fayusalli fi wahidin minha salatan wahidatan, atasalia nguo moja wapo katika nguo zile, moja ataiacha. Atafikiria kwamba hii ndiyo iliyokuwa na najis na iwacha, na hii nadhani ndio ilikuwa tahir, basi kidogo imeelekea zaidi, atasalia. Lakini atasalia sala moja tu, hataweza kusalia vipindi vingine. Ikiingia kipindi kingine, atawajibika sasa atafute juhudi nyingine ya kupata nguo nyingine, kwa sababu sasa kapewa nafasi ya kwamba kipindi kisimpite tu bali. Ikija kipindi kingine itabidi sasa afanye juhudi japo kwa kuazima nguo nyingine. Kapewa nafasi, fayusalli fi wahidin minha, atasali katika nguo moja miongoni mwa mbili zile ambazo zimeshabihiana, na atasali salatan wahida, sala moja tu, yani kipindi kimoja tu. Kama mas'alatil qibla, kama ilivyo masala ya kuelekea kibla. Maana masala ya kuelekea kibla, kama mtu amekuwa katokeza pahala hajui upande wa Kaaba uko wapi, basi atajitahidi, atafikiria tu, hakuna kumuuliza hapo tena. Atajitahidi kwa hapa nilipo nadhani kibla kiko pande huu. Atatizama jua lilivyo wapi saidi yake, atapima aseme kwamba Afrika Mashariki sehemu zake zinalingana, basi kaskazini na kwa ndo Kaaba ilipo. Atafikiria tu, alafu ataswali swala kipindi kimoja. Kikiingia kipindi kingine, afanye juhudi nyingine ya kutafuta kibla hapo kilipo, na sio achukulie tu kwamba pale adhuhuri nilielekea huku na sasa hivi elekea huku. Madhali hana hakika, afanye juhudi nyingine. Sasa ende kaulize watu, ajitahidi, japokuwa wengine si waislamu lakini wajitahidi kuuliza kimaarifa. Jamani, hapa upande wa kaskazini uko wapi? Ulijua uko wapi? Kashindwa, kafika pahala pengine kuna mawingu, ujua hakuna jua, ndio kisha kodi hoteli, uko hoteli tena kuswali hapo alipo hoteli hiyo, hajijui aelekee wapi. Ataweza kuswali kwa kujitahidi, lakini swala moja. Kipindi kijacho sasa ajitahidi kutafuta kibla sahihi, kwa sababu kuelekea kibla ni moja katika sharti za kukubaliwa swala. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah. Lakini wa min haythu kharajtum fawallu wujuhakum shatr al-masjid al-haram. Popote mtakapotokezea duniani waislamu, amri sio kwa mtume tu, fawallu wujuhakum, elekezeni nyuso zenu shatr al-masjid al-haram. Lakini kikishindikana,
fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Kikishindikana baada ya juhudi kubwa, popote mtapoelekea basi Mwenyezi Mungu radhi zake mmezipata. Lakini kwanza, wa min haythu kharajta, wewe mtume popote utakapotokezea kuwepo, fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram. Na nyinyi waislamu vile vile, wa min haythu kharajtum fawallu wujuhakum shatrahu, elekezeni nyuso zenu upande huo. Hiyo ni sharti ya kusibu swala. Kwa hivyo zikishabihiana nguo mbili, moja ni safi, imeshabihiana na ile ambayo ina najisi, na mtu hana nguo nyingine za kusalia isipokuwa hizo, atajitahidi kufikiria ile iliyotahiri ni ipi ili apate kuiwacha yenye najisi. Sasa katika kusali hivyo, huenda akapata, huenda akafeli. Ameruhusiwa kusali swala moja, kipindi kingine kikiingia itabidi atafute nguo nyingine. Mambo hayo anasema kama mas'ala fil qibla, kama yalivyo mambo ya kuelekea kibla. Anaweza mtu kusali kuelekea upande wote kubatisha, lakini swala moja. Sawaun kathura adadi thiyab, na anasema ni sawa sawa kama imekuwa ni nyingi idadi ya nguo, at-tahir zilizokuwa safi, am qalla, au zimekuwa chache pale. Hukumu hiyo hiyo, ataruhusiwa kuswali hapo, kujitahidi swala moja. Swala ifuatayo tena itabidi aanze juhudi nyingine ya kutafuta nguo kwa safi, asiswali tena kubatisha. Qada'ul haja, mlango unaofuata sasa ni mambo ya kwenda haja, mambo ambayo binadamu amelazimika nayo, ameumbiwa nayo, mambo kimaumbile hayo. Kalazimika binadamu baada ya kula chakula anakwenda haja, najisi inamhangaisha, inabidi lazima ende akaitoe. Huu ni mlango katika Uislamu, hakuna kitu kilichoachwa ovyo. Utaona kama imehusuni mtu kwenda chooni katika dini, imehusu kweli kweli. Tena kuna adabu maalumu za kwenda chooni. Uislamu ni fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha, umbile, pambo la Mwenyezi Mungu ambalo kawataka binadamu wajipambe nalo. Uislamu haukuacha chochote, ma faratna fil kitabi min shay, hatukubakisha kwenye kitabu chetu lolote. Na kama ukukuta kwenye Qur'ani, mtizame mjumbe wetu tulomleta, atakwambia kila kitu. Kuna mlango mzima katika dini unaitwa qada'ul haja, mlango wa kukidhi haja, mlango wa kwenda chooni. Wengine wanaandika adabu qada'il haja kama ilivyo kwenye Bulughul Marami. Yeye kaongeza neno, anasema adabu za kwenda chooni. Sasa anasema qada'ul haja, kukidhi haja. Sasa liqadhil haja, kwa mwenye kwenda haja, adabun, kuna adabu maalum tatalakhasu fi ma yali, zinachambuliwa au zinajieleza adabu hizo kama hivi ifuatavyo. Liqadhil haja, kwa mwenye kwenda haja, adabun, ziko adabu maalum anatakiwa awe nazo, sio ajiendee tu vyovyote au popote au kwa namna yoyote. Wanaokwenda haja ovyo ni watu ambao si Waislamu, na kama ni Waislamu hawakusoma kitu katika Uislamu, ndiyo mtu atakwenda haja popote tu au kwa namna yote tu. Lakini Muislamu katika kwenda haja kuna adabu maalum, na akifanya maksudi kudharau, basi bila shaka atakuwa anapata madhambi. Kwa hivyo jambo la kwanza katika adabu za kwenda chooni, an la yastashiba ma fihi ismullahi, asisuhubiane na kitu ambacho ndani yake mna jina la Mwenyezi Mungu wakati anakwenda chooni, kwa sababu chooni ni pahala pachafu na Mwenyezi Mungu hatajwi, haingii pahala pachafu, jina lake lisiwepo. Basi kwa hivyo wale wanaovaa dhahiri zihirizi hizi na kuingia nazo chooni wanafanya makosa. Hiyo hirizi si jambo ambalo linakubalika katika dini. Tutakwenda kukuta katika kitabu al-Janaiz, Saisabi kanazungumza mlango wa hirizi mbele huko, inshallah patapo hai na majaliwa atazungumza kuhusu kitu kiitwacho hirizi.
hata kama kimeandikwa aya za Qur'ani, tutakwenda kukuta namna anavyokipinga kwa dalili, na moja kwa moja kama kimeingia kwa ushirikina. Lakini huo ni mlango unakuja mbele baadaye. An la yastashiba ma fihi ismullahi, asisuhubiane nacho mwenye kwenda haja kitu chochote ambacho ndani yake limo jina la Mwenyezi Mungu, illa isipokuwa in khifa alayhi dhiya, kitu hicho kama kitaogopewa kupotea. Kuna vitu vyenye thamani sana. Thamani kama nini? Thamani kama silaha ya askari wa Kiislamu. Ziko silaha ambazo zimetengenezwa upanga wake mtu umeandikwa Bismillahirrahmanirrahim, namna kama hiyo. Sasa ndani yake mna jina la Mwenyezi Mungu mle, na ile silaha kama hata pengine popote pale chukuliwa, submachine gun, gadi, mlinzi anataka kwenda chooni, chombo chake kimeandikwa jina la Mwenyezi Mungu mle, hawezi kuingia nacho. Lakini kama anaogopea chombo kama kile kukiweka ovyo, kukichukua mtu, maisha yake shaingia tabuni, mtu kafukuzwa kazi au yeye mwenyewe tauawa. Basi kwa hivyo sasa kwa dharura hiyo itabidi aingie nacho. Sasa hapo imekuwa ni dharura. Wa inda dharura yurtafa al-ahkam, mbele ya dharura kuna hukumu nyingine huondoshwa, imekuwa ni dhiki, lakini sio maksudi. Illa in khifa alayhi dhiya, illa kama kimeogopewa kitu hicho kupotea, au kana hirzan, au imekuwa ni kinga. Tukasema kwamba hapa Said Sabiq si kama ana support kitu kiitwacho hirizi kama kivaliwe, bali atakuja kuzungumza kuhusu hirizi, makosa yake katika mlango wa kitabu Janaiz. Hapa kinga, vitu vingi ni kinga, si lazima kwa hirizi. Bastola kinga, upanga kinga, kisu kinga, mambo chungu nzima ni kinga. Kinga yake mtu, bakora yake alionayo mtu kinga, lakini pengine imenakshiwa. Fundi katengeneza kainakshi, katika nakshi pengine kamwambia niandikie Ayatul Kursi, utaweza kupata hapa? Hata utaweza. Kuna watu mahodari wanachonga kwenye milango, anaandika aya, anaandika inna fatahna laka fathan mubina, hodari kwa kweli. Pengine kamwambia mtu nitengenezee bakora yangu, lakini nataka unitengenezee kitu kaza. Sasa kitu kile sasa imekuwa ndani yake mna jina la Mwenyezi Mungu na ni kinga yake, mtu nakamata mkononi bakora. Lakini kwa sababu ya dharura hiyo kwamba anaogopea kupotea au imekuwa kwake ni kinga, sasa ataingia nacho kwa dharura kama hiyo. Na kama unavyojua dunia ilivyoharibika, chochote unachokiweka nje basi tena ndo unaambwa makaa yako. Ukikuti ni kwamba anachukua mtu mwingine tu. Kwa hivyo kwa hali kama hiyo mtu tena hana kumwachia hapo, na kuna vitu vingine huwezi kukabidhi mtu. Si ruhusa kumkabidhi mtu kitu kingine. Huwezi kukabidhi mtu bastola mkamatie, au sababu mashindani mkamatie, mkabidhi mtu. Sheria zake mtu azimruhusu kazini, inabidi aingie nacho chooni. Sasa kwa hali kama hiyo ataingia nayo. Lihadithi Anas radhiyallahu anhu, kutokana hadithi ya bwana Anas ibn Malik, Mwenyezi Mungu mwiradhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam labisa khataman, ya kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu alivaa pete, nakshuhu Muhammadun Rasulullah, nakshi yake pete ile ilikuwa ni pete maalum, imetengenezwa vizuri kwa karatasi hivi na ikanakshiwa Muhammadun Rasulullah. Fakana, basi alikuwa mtume idha dakhala al-khalaa, anapoingia chooni. Al-khalaa yani al-mirhad, ni pahala pa kufanya haja, huitwa chemba. Anakwenda mtu chemba peke yake siri huko, ni pahala ambapo mtu anakuwa peke yake huko, haruhusi kuonekana na mtu kwa mambo ambayo ni aibu anakwenda kuyafanya, amejihusisha peke yake huko, huitwa al-khalaa. Al-khalaa yani pahala pa faragha. Basi nasema alikuwa mtume akiingia chooni, pete hiyo ambayo imeandikwa Muhammadun Rasulullah wadaahu, huiweka nje kwanza, halafu anaingia pahala pa kufanya haja, anafanya haja akitoka na peke yake. Hadithi hii rawahu al-arba'a, wameisimlia maimamu wanne, lakini qala al-hafidh fi al-hadithi, amesema mhafidhi kwenye hadithi hii, innahu ma'lulun, imetiwa illa katika mapokezi yake. Waqala Abu Daud, na Imam Abu Daud amesema innahu munkarun, hadithi hii imekanywa, imekataliwa katika namna kupokelewa kwake, imeanganya uongo au dhaifu. Lakini Said Sabiq anasema wal juz'ul awwal min al hadithi sahihun, kifungu cha mwanzo katika hadithi ni sahihi, kwamba mtume alikuwa kivaa pete
na pete hiyo imenakishiwa Muhammad Rasulullah, kifungu hicho sahihi. Ama hii kusema kwamba akiingia chooni nika nje, ama hicho tena nikuja khitilafu ya riwaya katika hadithi. Wengine nasema dhaifu, wengine nasema hatuikubali namna kama ile, lakini kifungu cha mwanzo ni sahihi. Jambo la pili katika adabu za kwenda haja, al-bu'du, ni kwenda mbali. Pengine eneo lenyewe halina choo. Uislamu umekuja na maneno ya Mtume kwamba ittaqul la'inaini, waogope watu wawili walaanifu, kama itakuja mbele katika hadithi. Wameitwa walaanifu, wamelaaniwa kwa makosa ya kwenda haja katika sehemu ambazo watu wanaishi, kwa sababu inajulikana haja zile, uchafu ule utaleta maradhi. Katika pahala palipochungwa afya ya mtu, palipokuwa pamwanzo kabisa ni katika dini ya Kiislamu, alafu tena watafuatia wengine, lakini Uislamu ndio uko mbele zaidi. Kwa hivyo al-bu'du, Muislamu kwenda haja itatakiwa ende mbali. Wal istitaru, tena kujisitiri, kujificha, alinasi, kutokana na watu simuone, na sio kusimama popote pale mtu haja imemshika, mtu mzima na heshima yake akakunjua nguo, watu wanapita na muone anafanya haja. Hii kabisa katika Uislamu haikubaliki, isipokuwa tena lima la budda, labda mtu mgonjwa, ana mgonjwa labda kutoka mikojo kila mara, kabanwa ghafla hivi imekuwa taumia, hiyo tena masala mengine. Lakini kwa lazima mtu ajitahidi kwanza. Kiislamu haikubaliki kufanya haja mtu akawa anaonekana, itokezea ajali tu, mtu kamuona kwa ajali tu. Al-bu'du wal istitaru 'anil nasi, ni kwenda mbali na kujificha na watu, la siyama 'inda al-gha'id, hasa mtu anapokwenda haja kubwa ndo zaidi. Haja kubwa ndo zaidi. Kwa nini? Lialla yusma' lahu sautun, kwa sababu isipatikane kusikilikana mambo ya fedheha ya aibu. Sauti, wengine wakinachoona toa sauti kubwa sana, upepo watolewa kwa nguvu, kila mtu anasikia. Lialla yusma' lahu sautun, ili isipatikane sauti kusikilikana, au tushamma lahu raiha, au kuja kunusu harufu yake mbovu. Pengine kala vyakula vingine vya kunuka, wakati chooni kumekuwa tena karaha, kama atakwenda karibu na watu watajua kwamba kaingia mtu chooni sasa hivi, kala doriani, mabiriani, matunguu, harufu inakuwa mbaya. Kwa hivyo ende mbali. Au tushamma lahu raiha, au kuja kunusu harufu yake, asione raha, mambo ya fedheha yale. Haya yote sio mazungumzo kwa pakawa. Li hadithi Jabirin, yamekuja kwa sababu ya hadithi ya bwana Jabir radhiyallahu anhu, qala, amesema kharajna ma'a an-nabii, tulitoka sisi pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam fi safarin, katika safari fulani. Fakana, basi mtume kawaida yake huyo aliosifiwa na Mwenyezi Mungu akaambiwa, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe uko juu ya tabia tukufu. Na Aisha alipoulizwa, mama Aisha, vipi tabia ya mtume? Akasema khuluquhu Qur'anun, tabia zake ni Qur'ani. Tabia zake ni vipi mtume? Anasema Jabir, fakana la ya'ti al-baraza, alikuwa mtume hendi haja kubwa. Al-baraza ni kinaya ya maneno makani qada'i al-haja, ni pahala pa kwenda haja, na hasa neno baraz hutumika kwa ajili ya choo kikubwa, lakini wakati mwingine hata choo kidogo vile vile kwa baraz, lakini hasa neno baraz kwa ajili ya haja kubwa. Fakana la ya'ti al-baraza, basi mtume alikuwa hendi haja kubwa, hatta yaghiba, mpaka ajipoteze, fala yura, iwe haonekani na mtu yoyote. Huko tena ndiko anakwenda haja mtume wa Mungu. Na nyinyi Waislamu, inna lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kuhusu mtume wa Mungu mna kiigizo kizuri. Msifanye tabia kama mnyama, akionekana mbuzi na kwenda haja pahala hivi, hakuna watu watakaopiga kelele. Tabia yake ya kihayawani sana sana, kama kenda pahala panapo watu ataondoshwa, ataingwa, lakini hakuna mtu atakayeshtaki wala kumsema wala kumsengenya kwamba fulani bwana unakapita hapa. Lakini binadamu atasemwa, wataulizana watu, jamani, mbona hivi fulani mmemwona kabla kadha zimo mle au kushakatuka? Lazima ustajabu watu. Binadamu kakunja nguo pahala, kachuchama hivi, na kwenda lazima tuzana watu hayo. Lakini mnyama, mbwa, nani, hakuna atakayestaajabu.
Basi mtume wa Mungu yuko safarini na watu wanapita majangwani kwenye safari zao za ghazawati, vita. Mtume akishikwa na haja lazima ajipoteze huku sehemu mbali kabisa, ndio anakidhi haja yake huko. Anasema hadithi hii rawahu Ibn Majah. Mapokezi mengine ya Abu Daud anasema kana idha arada albaraza, alikuwa mtume anaposhikwa na haja, anapotaka na chooni, intalaqa, huondoka, hatta la yarahu ahadun, mpaka iwe hamuoni mtu yoyote. Ahakikishe kwamba hapa ndipo sasa hivi hakuna mtu anoniona. Hapo ndo mtume wa Mungu anatuchama afanye haja yake. Walahu, na kutokana na huyu Abi Daudi kapokea tena hadithi nyingine, anna nabii sallallahu alayhi wasallam kana, ya kwamba mtume alikuwa idha dhahaba almadhhaba, anapokwenda huko, kwa kwenda huko, yani katumia lugha ya kutokutaja pale pahala chooni, si uzuri kutaja chooni. Hapa kataja idha dhahaba almadhhab, anapokwenda kwa kwenda. Si uzuri kwa kutaja neno choo, si uzuri, si ustaarabu. Utaona hapa imetumika alkhalaa, hala faragha, chemba. Wakati mwingine idha dhahaba almadhhab, anapokwenda kwa kwenda. Na sisi vile vile tunao msemo, tunadhani wa kistaarabu lakini si wa kistaarabu. Anapokwenda mtu haja huko dauratul miyah, kwa Kiarabu hutumika tena vile vile neno jingine dauratul miyah, kwenye duara ya maji. Ukishatamka hivyo tena basi mtu anajua dauratul miyah ni chooni. Sisi tunao msemo wa Kiswahili tunatumia, tunasema kwamba fulani yupo lakini mngojee, yuko msalani. Sio msalani kule. Msalani mtu hendi kufanya uchafu na udharau mswala, sio msalani. Tafuta neno jingine la kusema. Tunadhania ni ustaarabu, lakini kitu sala, la itu ungejua heshima yake sala. Silatun baina al-abdi wa rabbih, ni muungano baina ya mtu na Mola wake. Hapo sio pahala pa kuambiwa mtu kaenda kufanya haja ukasema yuko msalani, si vizuri kabisa. Tafuta neno jingine, yuko faragha, kenda pala pasiri. Tunasema siku hizi anajisaidia, haijambo kidogo, anajisaidia. Ikieleweka kwa mtu ambaye unamwambia basi mshawasiliana, anajisaidia basi, anamsubiri kidogo. Lakini kusema kwamba yuko msalani, unakadiria kwamba kitendo atafanya pale kama anasali, si vizuri. Ingawa waliodhumua neno lile waliona kwamba si vizuri, ni karaha kutamka chooni, wakaona tafuta neno la kusema la kistaarabu, lakini neno la sala si zuri. Waarabu wana maneno tumia khala, faragha, dauratul miyah, au idha dhahaba almadhhab, anapokwenda pa kwenda. Basi anasema abada, huenda mbali sana mtume, hende karibu na watu. Kwa hivyo kuna majumba maalum, kwa mfano sinema hizi zimewekewa sehemu za kwenda haja, lakini utakuta kila mmoja na mwana mwenziwe. Hazifai Kiislamu, zile un-Islamic. Au wakati mwingine katika vyuo vikuu, pahala ambapo panakadiriwa kwamba patatoka wastaarabu wende wakasomeshe jamii zao, familia zao, ustaarabu, ungwana, elimu, lakini wamejengewa vyoo, kila mmoja na mwana mwenzake ariana hivi. Hapo na hapo mmekaa foleni mstari hivi, huyu anatabawal, imekuwa mnaonana. Si Kiislamu kabisa. Waislamu kama watajenga majengo yao ya vyuo vikuu, basi wahakikishe kwamba vyoo ni kitu cha faragha, wanatenganisha mbali kabisa, watu hawaonani. Ni makosa watu kuonana wakati kuna haja, na siakadhania mtu mwanamume kwa mwanamume hawahudhuriani. Ni makosa kuona uchi wa mwenzie mwanamume mtu, na siakadhania mtu kwamba mwanamke mwenzangu hana neno, analo neno. Ni makosa mwanamke mwenzie vile vile mtu kuona uchi wa mwenziwe, kosa kubwa, kama tutavyoona katika hadithi vile vile kwenye huu mlango wa adabu qada'il haja. Jambo la 4 katika adabu za kwenda haja, aljahru bitasmiya,
ni kujihirisha hasa kwa kupiga bismillah, lakini isiwe ndani ya choo. Chooni kuja kufai, iwe nje wakati anajiandaa kuingia chooni. Sasa atafanya haja, aljahru bitasmiya, ajihirishe kwa sauti yake atasmiya, yani tamko la bismillah, wal isti'adha, na kutaka kujikinga kwa Mwenyezi Mungu na hatari ambazo huenda akapambana nazo huko chooni. Haya mambo ya tasmia, kujihirisha na isti'adha, anayafanya wakati gani? Inda dukhuli fil bunyani, wakati anajitayarisha kuingia katika sehemu za majengo, mmejengewa vyoo maalum. Yuko nje hapa, katika mlangoni, anajihirisha kiasi cha kujisikia mwenyewe. Sio tena pameamba kujihirisha tena ikabidi mpaka nyumba ya tatu bismillah, watoto wajue anaingia huyo. Kiasi cha kujisikia mwenyewe tu, bismillah yenyewe kwa jahara, kiasi cha kwamba wewe mwenyewe umeisikia tamko la Mwenyezi Mungu limetoka. Wal isti'adha inda dukhuli fil bunyan, wakati kuingia katika sehemu zilizojengewa. Wa inda tashmiri thiyabi, na wakati wa kupania nguo. Fil fadai, katika sehemu zilizokuwa wazi, mwituni, jangwani, wakati ule unapania nguo. Sasa unataka uchochame ufanye haja, wakati ule utadhihirisha bismillah na kutaka isti'adha kwa Mwenyezi Mungu, kama tutabainisha hapa, itakuja namna yake vile vile. Lihadithi Anas radhiyallahu anhu qala, kutoka na hadithi Anas ibn Malik amesema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, idha arada an yadkhula al-khalaa, anapotaka kuingia hiyo faraghani huko, qala, husema bismillah. Mtume akisema hivyo, alafu akiongeza hivi, Allahumma, Mwenyezi Mungu, inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, hakika mimi najilinda kwako kutokana na khubthi wal khaba'ith. Nini khubthi, nini khaba'ith? Anafasiri sasa sabika, anasema al-khubuth bidhammi al-ba'i, kwa kutia dhamma ba. Al-khubuth jamu khabith, ni tamko la wingi, plural ya khabith, vya kiumeume vyote vyenye kudhuru vibaya. Wal khaba'ith jamu khabitha, ni mwingi, plural ya vitu vya kike. Anasema wal muradu, madhumuni yake hapa, dhukuranu shayatin wa inathihim, ni wale wanaume katika mashetani na wanawake katika wao, na si lazima wawe mashetani hasa. Kwa Kiarabu shetani ni kila kitu kibaya chenye kudhuru.